na wakati huo ulikuwa umevalia koti ya nyekundu, red trench coat, na ulikuwa umevalia trouser ya grey, na ulikuwa na top ambayo ilikuwa ni aina ya color ya pink. Walipofika pale waliweza kupata kuwa marehemu alikuwa na white scarf with stripes ambayo ilikuwa imefungwa kwenye shingo lake, na tuko naye hapa mahakamani. Maanisha hii ndio ilipatikana kwa mwili wa marehemu, kwa shingo yake scarf. Chairman wa hiyo kanisa ambaye anaitwa Peter Kamau akaweza kuondoa hii scarf kwa shingo ya mtoto ili madam ambaye anajulikana kama Irene Waithera ambaye pia ni nurse na mshiriki wa kanisa, ili akaweze kutoa huduma ya dharura kama first aid. Alijaribu lakini hakuweza kumrudisha uhai wake, ndiposa akasema kwamba marehemu akimbishwe hospitalini. Kwenye CCTV footage ambaye iko hapa mahakamani siku ya leo, inaonyesha vile mshtakiwa akiwa kwa hayo mavazi ambayo niliposema awali, akiwa amevalia red coat, grey trouser na pink top, akiweza kushika yule marehemu na kuweza kumnyonga na hiki scarf na kumwacha hapo chini. Mzee chairman wa kanisa ambaye pia anajulikana kama Peter Kamau alipoona hiyo kanda ya video akaweza kumtambua mshtakiwa na akaweza kuelekeza polisi mahali ambapo mshtakiwa alikuwa anaishi, na ndiposa wakaweza kumpata akiwa pale, na wakaweza kufanya uchunguzi na wakaweza kupata yale mavazi ambayo alikuwa amevalia siku hiyo akionekana kwenye CCTV. Kuna ile jacket jekundu tungependa kuweka kama ushahidi. Alikuwa amevalia hii trouser ya grey na mistari ya grey with na pamoja na hii pink top as exhibit 5, akiweza kuonekana kwenye CCTV akiwa kama amevalia mavazi hayo. Na siku ya tarehe 26 mwezi wa Juni, mwili wa marehemu ukaweza kufanyiwa upasuaji na daktari ambaye anaitwa Dr. Titus Ngulungu, na kulingana na ripoti ya daktari Kulungu, inasema kwamba marehemu alikufa kutokana na aspiratory
asphyxia due to intermittent neck compression and irritation to the trachea. Hiyo kwa ufupi ikimaanisha ya kwamba alikufa kutokana na kunyongwa. Alikufa kutokana na kunyongwa kwa shingo. Na bado nasidi tu kubali. I find that she clearly pleads guilty to the offense. She agrees with the facts as narrated by the prosecutor, and I therefore record that she pleads guilty to the offense. Pleads guilty, and she is convicted on her own plea of guilty. She is found, she is convicted on her own plea of guilty. The prosecutor will establish whether she has any previous convictions and records of previous convictions, and advise the court on the next date. And at the same time, the court is directing the probation officer to prepare a report concerning her home circumstances, interview the victims, family as well, and give us a report, present us a report on the next date that the court will fix shortly. Once the court looks at the report and hears from advocate as well as from the prosecutor, the court will determine the appropriate sentence. The court will decide what sentence is appropriate, and we will have those submissions of counsel on sentence on the 16th of September if suitable through them. Yes, Siko tayari kusikiza vile hiyo tukio lilifanyika. Utasikiza kwa makini vile atatueleza. Zoezi vijana kufuatana hivi. Mtafuta marehemu na baadaye wakasikia kwa watu ambao walikuwa wanapita nje ya kanisa ya kwamba wameona mtoto kama amelala chini akiwa amezirai. Richard Moseti, National Secretary for National Alliance
against corruption. The court declared that the farm should remain under the same status quo. But to our dismay, there are some intruders who are intruding into the farm. Some trying to rent the farm to some other members who are not members of Mosiemo Enterprises or Egerton University. We do not understand what they understand by the word status quo, but we are warning them that they should stop forthwith until the case has been heard and determined in a court of law. On Sunday, there is a group of anti-stock theft men from Gilgil who came to the farm moralizing those boys who are grazing their cattle and sheep and goats there. They were showing them guns, and one of them was saying, shoot them, piga risasi mguu kwa shamba ya wenyewe. That is not fair and that is not good. I'm asking the DCIO Njoro, the OSPD Njoro, to look into this matter, because they were instructed not to allow any police officer to enter into that farm. But still, there is these 3 men, a woman and 2 men who were at the farm and showing those boys who are grazing the guns. Kulikuwa na confrontations because huyu mwanaume alitoa bunduki moja akaonyesha vijana wakamwambia, kama wewe ni polisi tuonyeshe your identity as a police officer. It did not show them. Mwingine akasonga nyuma akasema piga moja risasi wengine watoroke, wakamwambia tuogopi bunduki. So there was a confrontation between the boys and those 2 men. I think one of the men walimstua akaanguka akaumia uso. That is when he pleaded with them, akawaambia sisi tumetumwa tu, tumeambiwa tuweke picon. So we don't know who is this. Nani huyu aliwatuma waweke picon hapo? Wakati polisi hawa waliwatolea wale vijana bunduki, vijana hawakufanya chochote. Walichukua bunduki yake wakamwambia ndio hii bunduki yako, ondoka kwa shamba ya baba zetu. Because those are not goons. Ni watoto wa members wa Mosiemo Enterprises. Waliwaambia tutaki fujo na nyinyi, hatutaki kuwapiga, bunduki yako ndio hii, ondoka. Na wakati huo ulikuwa umevalia koti ya nyekundu, red trench coat, na ulikuwa umevalia trouser ya grey, na ulikuwa na top ambayo ilikuwa ni aina ya color ya pink. Walipofika pale waliweza kupata kuwa marehemu alikuwa na white scarf with stripes ambayo ilikuwa imefungwa kwenye shingo lake, na tuko naye hapa mahakamani. Maanisha hii ndio ilipatikana kwa mwili wa marehemu kwa shingo yake, scarf. Chairman wa hiyo kanisa ambaye anaitwa Peter Kamau akaweza kuondoa hii scarf kwa shingo ya mtoto ili madam ambaye anajulikana kama Irene Waithera ambaye pia ni nurse na mshiriki wa kanisa, ili akaweze kutoa huduma ya dharura kama first aid. Alijaribu lakini hakuweza kumrudisha uhai wake. Ndiposa akasema kwamba marehemu akimbishwa hospitalini. Kwenye CCTV footage ambaye iko hapa mahakamani siku ya leo, inaonesha vile mshtakiwa akiwa kwa haya mavazi ambayo niliposema awali, akiwa amevalia red coat,
grey trouser na pink top, akiweza kushika yule marehemu na kuweza kumnyonga na hiki scarf na kumwacha hapo chini. Mzee chairman wa kanisa ambaye pia anajulikana kama Peter Kamau alipoona hiyo kanda ya video akaweza kumtambua mshtakiwa na akaweza kuelekeza polisi mahali ambapo mshtakiwa alikuwa anaishi, na ndiposa wakaweza kumpata akiwa pale, na wakaweza kufanya uchunguzi na wakaweza kupata yale mavazi ambayo alikuwa amevalia siku hiyo akionekana kwenye CCTV. Kuna ile jacket jekundu tungependa kuweka kama ushahidi. Alikuwa amevalia hii trouser ya grey na mistari ya grey with na pamoja na hii pink top as exhibit 5, akiweza kuonekana kwenye CCTV akiwa kama amevalia mavazi hayo. Na siku ya tarehe 26 mwezi wa Juni, mwili wa marehemu ukaweza kufanyiwa upasuaji na daktari ambaye anaitwa Dr. Titus Ngulungu, na kulingana na ripoti ya daktari Ngulungu inasema kwamba marehemu alikufa kutokana na aspiratory asphyxia due to intermittent neck compression and irritation to the trachea. Hiyo kwa ufupi ikimaanisha ya kwamba alikufa kutokana na kunyongwa, na alikufa kutokana na kunyongwa kwa shingo. Na bado nasili tu sikubali. I find that she clearly pleads guilty to the offense. She agrees with the facts as narrated by the prosecutor, and I therefore record that she pleads guilty to the offense. Pleads guilty, and she is convicted on her own plea of guilty. She is found, she is convicted on her own plea of guilty. The prosecutor will establish whether she has any previous convictions and records of previous convictions, and advise the court on the next date. And at the same time, the court is directing the probation officer to prepare a report concerning her home circumstances, interview the victims, family as well, and give us a report, present us a report on the next date that the court will fix shortly. Once the court looks at the report and hears from advocate as well as from the prosecutor, the court will determine the appropriate sentence. The court will decide what sentence is appropriate, and we will have those submissions of counsel on sentence on the 16th of September if suitable to them.